msaidizi wangu nyuma, mimi nawasikiliza, niko mbele najifanya niko busy. Msaidizi wangu anamwambia mpiga picha wangu anazungumza na mwenzake, anamwambia nimepata kazi kwa kuingia kwenye mtandao. Ameingia kwenye mtandao, amejiuza, amejieleza yeye ni nani, anafanya kazi gani na anaweza kudeliver nini kwenye hilo shirika. Shirika limemwita, limempa kazi, kapata kazi, kanunua kiwanja na kwenda kujenga nyumba. Na huo ndio ukweli. Leo tukiangalia fursa zilizoko kwenye mitandao, wangapi tunazijua, wangapi tunazifuatilia, wangapi tunazizingatia? Tunabaki kuelezana mambo yasiyokuwa na msingi, na mara nyingine, mimi ni mwanasiasa, lakini kuna wakati hata mimi nikiangalia kwenye mitandao naona tunazidisha porojo za kisiasa kuliko kutumia mitandao ile kusaidiana sisi wenyewe. Tunapuuzia mambo. Dunia ya leo sio ya kupuuza kitu chochote. Kila jambo dunia ya leo ni fursa. Itategemea wewe akili yako utaiweka katika muktadha upi, lakini kila kitu duniani sasa ni fursa. Hakuna ambacho hakuna fursa. Na nakwenda kupuuzia aliponambia Mheshimiwa Siglana kwenye Njombe Smart Talent Awards, nikakumbuka suala la vipaji kwenye nchi hii. Tunapuuza sana mambo, hasa kwenye ngazi ya familia, kwamba bado hatuamini katika vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu anatuumba navyo. Bado tunaendelea kuaminishana katika utamaduni tunaotaka sisi, na hasa wazazi kwa watoto. Leo mtoto anaweza akazaliwa na kipaji kikubwa sana, lakini mzazi akamlazimisha mtoto wake awe daktari, wakati pengine ana kipaji cha kilimo, pengine ana kipaji cha kuimba, pengine ana kipaji cha kucheza, pengine ana kipaji cha kukimbia. Hatuzingatii vipaji, bado tunaamini kwamba akienda kwenye kipaji chake atapotea. Hizo zama zimepitwa na wakati. Leo kila kipaji ni fursa inayoweza kumtoa kijana wa Kitanzania kwenye umaskini. Tuambie tu, angalieni fursa. Na kakaangu mtaka ni mwana michezo, hakuna fursa nzuri zilizoko leo kama kwenye michezo. Kwenye michezo unamwona mtoto wako anaweza kupiga daladala kwa mtu anamwambia wewe, yani wewe unapoteza pesa badala ya kusoma unapiga daladala. Unamlazimisha mtoto kwenda kusoma hesabu, hawezi. Unamlazimisha kwenda kusoma economics, hawezi. Tunalaumu walimu, tunaacha vipaji vya watoto. Mtoto anaacha kucheza mpira ambao ungemuingizia pesa, tunamlazimisha asome elimu ya kawaida. Hatukatai. Lakini leo angalieni, juzi tumetoka kuangalia kombe la dunia. Angalieni timu ya Spain. Angalieni timu ya Spain. Asante sana. Angalieni vijana wa Afrika Magharibi leo wanaouzwa kwenye timu mbalimbali za Ulaya. Tunao vijana wenye uwezo kuliko wale, lakini tatizo letu tunapuuza vipaji vya watoto wetu, na hatimaye tunakwenda kuwalazimisha njia ambazo wanakutana na magumu huko mbele. Na mimi nitawapa mfano wa wazi kabisa, mfano wa kwangu mimi mwenyewe. Mimi niliamini ningekuwa mchumi. Wakati nasoma niliamini nitakuwa mchumi. Siku moja tukiwa kidato cha 4 Kibaha Special pale, kuna jamaa mmoja alikuwa ni genius kabisa. Jamaa yule alikuwa ni genius. Mahaya mmoja akaanzisha redio hii, kwamba na wakati anataka kuanzisha redio, walimu wakawa wanamsumbua hivi, lakini yule kijana akabaki na msimamo wake kwamba mimi naweza kutengeneza mtambo wa redio. Akawa mtu anatangaza mabwenini na madarasani, watu wanasikia. Tukapambana na walimu, akapewa chumba cha kufunga mnara wake na mtambo wake. Akatengeneza redio. Yule kijana alikuwa form 5, sisi tuko form 4. Alipotengeneza redio, sasa siku ambayo
maalum ya vipaji. Sasa siku anajaribu, mimi ndo nikawa mtu wa kuifungua na kuijaribu. Aliniambia, Salum mwalimu, hebu jaribu hapa. Mimi nikaanza kujaribu. Wenzangu bwenini wakaniambia, mbona wewe jamaa unaweza kuwa mtangazaji? Nikaambia, tena tulipotezea muda mimi. Yaani nani kama mwandishi wa habari na mtangazaji? Mimi nataka kuwa mchuru. Nikaenda zangu form 4, nimemaliza form 5, form 6, nikaenda kusoma Shinyanga Shaikom pale Eka Economics, Commerce and Accounting kwa sababu nataka kuwa mchuru. Mungu si asumani, damu inachemka ya uandishi wa habari. Nilipomaliza form 6, kila likizo form 6, baba yangu ananiambia, unataka kufanya nini? Nikamwambia, bora kama napenda uandishi lakini sitaki niwe mwandishi bali, lakini kama naupenda hivi. Kwa hiyo unataka nini? Nipeleke kozi fupi nikasome uandishi wa habari. Babangu akaniambia, acha upumbavu. Yaani mimi nikupeleke kozi fupi tu ukasome upoteze pesa? Hakuna. Wewe subiri ukasome huo uchumi wako unaotaka chuo kikuu, matokeo yakitoka. Nikasikitika kidogo. Matokeo yalipotoka ninafaulu. Natakiwa kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baba amefurahi, ananiambia, unataka nini mwana? Kwa sababu nilikuwa mtundu kidogo shuleni. Kama hakutegemea sana ningefaulu vizuri, kwa sababu siasa tulizianza huko shuleni. Nikamwambia, baba, kama unataka kunipa zawadi, nipeleke nikasome uandishi kuliwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akiambatana na mimi hapa pale TTCL pale. Lakini nimekwenda Monaco. Kutokea wapi? Chumba cha habari, mwandishi wa habari. Nikiwa Chanachani nikakutana na mtu anaitwa Freeman Yakaeli Boy. Nikiwa Channel 10 nakutana kama nilivyokutana na brother Mtaka, nikakutana na Freeman Boy. Anataka kijana wa kuripoti habari zake mwaka 2005. Angalia Mungu huyo, kumbe anataka nije pia kwenye siasa, mimi sitaki. Wewe ananiambia, twende karipoti habari zangu. Naambia, wewe nikaripoti habari za Chadema, niacha habari za Kikwete, mimi achana na mimi. Mimi nataka nikaripoti habari za Kikwete. Kumbe mpango mzima uko huko. Wewe ananiambia, twende wewe. Baadaye akafanikiwa. Nikawa kwenye timu ya Freeman Yakaeli Boy mwaka 2005 kama mwandishi wa habari. Napiga pictures na kuandika habari. Leo ninapozungumza nimeshashika nafasi kubwa za kisiasa, nimeshagombea makamu wa rais, nimeshagombea urais. Leo nina heshima kubwa kwenye nchi hii kwa kipaji ambacho nilitaka kukidharau mwaka 2002. Nimeona niifupishe hiyo story. Tuwe tayari kutambua vipaji vya watoto wetu na kuwa tayari kuvitunza. Kuna watu hapa, mimi naamini, wameanzisha biashara na leo ni matajiri, lakini wazazi wao pengine walitamani wakawe madaktari, wazazi wao walitamani wakawe walimu, lakini leo ni matajiri kwa sababu walichagua biashara na waliamini talanta zao ziko kwenye kuendesha biashara. Ninawaomba wazazi, twendeni tulinde vipaji vya watoto wetu na tuviendeleze. Twendeni tubuni programu mbalimbali za kulinda vipaji. Hii programu hii, mimi nimezunguka nchi hii, nataka niwaambie, ni kwa mara ya kwanza ninaiona programu ya aina hii ikianzishwa na mbunge na ikiwa na ukubwa wa aina hii. Sijawahi kuona. Sijawahi. Wabunge watawasikia mabonanza, wabunge watawasikia kombe la mbuzi, wabunge watawasikia basketball. Sijawahi kuona mbunge ambaye anachukua muda wake anatengeneza program inayowakutanisha vijana na wazee wenye kulinda vipaji vyao na wakaenziwa vipaji vyao. Sijawahi kuona. Achilia mbali katika historia yangu yote ya siasa na uandishi wa habari, sijawahi kuona tukio la mbunge kama hili
linamleta mkuu